maaskofu wetu na wachungaji na kanisa, magavana, viongozi wa Kristo. God is good and all the time. Asanteni sana maaskofu wetu, tumeshukuru sana kwa kutukubalia kufika hapa kwa ibada ya shukurani, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametendea nchi yetu ya Kenya, ya kutupatia uchaguzi wa amani, a peaceful transition, na kupatia Kenya viongozi ambaye ni waacha Mungu na ambaye wako na mpango wa kubadilisha uchumi wa Kenya. Kwa hivyo sisi zote ambaye tumekuja hapa tukimsindikisha rais wetu, tungetaka kusema watu ya Narok kutoka ndani ya roho zetu, asanteni sana kwa maombi na kura zenu. Asante sana. Your Excellency, tulifika hapa mara kadhaa na wewe na tukawauliza hawa wakaaji wa Narok watupatie nafasi, watuombee, tuwafanyie kazi, na wakafanya hivyo, na hatutachoka kusema shukrani. Tulifurahi sana na tutaendelea kuwaombea Mungu pia amkumbuke na kumfanyia nyinyi kazi. Your Excellency, sisi tungetaka tu kusema jambo moja tukiwa hapa Narok. Si mnajua sisi ni watu ya kuongea ukweli. Tuongee ukweli ama tumdanganye? Uchaguzi uliopita, Your Excellency, ilikuwa ni mashindano kati ya wewe na yule mzee wa maandamano. Akafika hapa akasema yake, ukafika hapa ukasema yako, na tulipoenda kwa kura, hao watu ya Narok wakagawa nusu bin nusu. Wakapatia ile mzee 50%, wakapatia wewe rais 50%. Wewe rais ulikuja hapa ukajenga kanisa, ukajenga mashule, ukasaidia wamama, ukafanya maendeleo mingi sana katika Narok, na ukaeleza mpango wako wa kubadilisha Kenya. Na hao watu ya Narok karibu 90% walikuwa tayari kukupatia kura kwa kazi yako na maono yako. Lakini kabla hiyo kufanyika, yule mzee akafika hapa na uongo na propaganda, na ndio akaweza kugawa kura yetu nusu. Akaketisha watu ya Narok chini, akawalete propaganda na uongo na fitina ya kwamba ati wewe rais ukichaguliwa ati watu watarudi kuharibu msitu ya Mau. Na sasa hiyo uongo imefika mwisho. Ni mwezi karibu 5 tangu rais achaguliwe. Kuna chochote kimefanyika msitu wa Mau? Ilikuwa ni uongo ya kushawishi hawa ya kwamba ati wewe unaweza kubalia watu waharibu msitu ya Mau. Na hiyo uoga ikauziwa hawa, ndio wakagawa kura wakapatia huyu mzee. Sasa sijui uchaguzi mwingine atasema nini, kwa sababu hiyo maneno ya Mau ilikuwa ni fitina. Pia kukakuwa na wale jamii ya Mount Kenya wanakaa hapa Narok, nao wakaitwa pale Nakuru kwa ile shamba ilikuwa ya Mau Mau ikanyakuliwa, wakaketishwa chini, pia wakauziwa uoga na propaganda na fitina ati ya kwamba rais WilliamRuto akichaguliwa ati watahamishwa. Wakauziwa uoga, wakaambiwa wasipige kura, ndio ile voter turnout ikakuwa chini. Tangu rais achaguliwe sasa ni miezi 5, hakuna kitu kimefanyika. Wajamii zote wanakaa mzuri hapa Narok, na kwa hivyo hiyo propaganda na fitina ndio ilikuwa inatatiza kura zetu. Sasa tungetaka kusema watu ya Narok, nyinyi sasa mmejua ukweli, na hapo mbeleni mtajipanga vizuri. Lakini hata ikiwa hiyo, rais alijua mlipenda yeye, na alijua hiyo propaganda na kuziwa uoga ni kitu tu ya kupita, na akiunda serikali yake akapanga maneno yenu sawa sawa, akashirikisha nyinyi. Nataka nilete wale rais ameweka katika serikali yake kutoka hapa Narok, kwa sababu anampenda na anamwamini na anajua watu ya Narok ni wafanyakazi na anataka wamsaidie. Tukuje tuanzie wapi? Waziri Soipan
Huyu waziri kuja hapa wa kuona vizuri. Huyu waziri amepewa wizara ya mazingira na misitu, ambaye iko roho yenu, ndani ya roho yenu watu ya Narok. Si hapo ndio roho yenu iko? Sasa ile watu walikuwa na fitina ya Mau, waziri wa kulinda Mau ndio huyu mtoto wenu anaitwa Soipan. Sasa ni fitina gani wataleta ingine hapa? Sasa kama iko hiyo msitu ikiharibika, mtu ya kuulizwa ni Soipan. WilliamRuto amenawa mkono mambo ya Mau. Tumekubaliana? Si huyu ni mtoto wenu? Huyu waziri ndio wa misitu na mazingira, na rais anamwamini atalinda Mau na misitu yote Kenya, na ameanza mpango ya kupanda miti bilioni 15. Na kwa hivyo muunge mkono, mumuombee afaulu, ndio Kenya yetu ikae sawa sawa. Kaa chini waziri. Pia tuko na PS anaitwa Michael Ololutwa, ambaye ni mtoto wenu hapa. Si hapa ndio Masai Mara iko? Huyu PS ndio ya utalii, ambaye ni kitu iko roho yenu. Mambo ya utalii yote ya kutafuta wazungu wajae hapa Mara. Hata sisi atuongeleshe tukuja hapa Mara, tuache pesa kidogo, ni huyu mtoto wenu. Sasa mambo ya utalii katika Kenya, katika Narok, katika Mara iko mkononi ya mtoto wenu. Sasa mambo ya utalii ikiharibika, Mara kukikosa wageni, mtoto wenu muulize swali. Tumekubaliana? Kae chini. Kutoka hapo tuko na hii mtu ya kelele mingi anaitwa Sangoka. Si mnajua Sangoka? Huyu rais wetu aliamua ya kwamba huyu, wale wengine wakipeleka watoto yao Iala, wanapeleka watoto yao. Rais akasema hawezi peleka mtoto yake, hawezi peleka ndugu yake. Akatafuta huyu ambaye ni physically challenged, kwa huruma yake na heshima akapeleka yeye katika Iala, na mtoto wenu kutoka hapa Narok. Pigieni yeye makofi. Sasa wewe mambo hapa, rais akiguswa ukose kumtetea. Ng'ombe ya watu wetu ikipata shida pahali umeenda, muulize huyu Sangoka. Si yako hapa? Mambo ya mipaka, au Wamasai wafunguliwe waende Tanzania wafanye biashara, wakuje na pesa kutoka huko walete hapa Kenya, na wale wengine wakuje walete pesa. Wewe sasa ni kazi yako. Mambo ya uhusiano yetu ikiharibika hapa na jirani, muulize huyu. Asante. Kutoka hapo tuko na huyu Reverend Kisotu. Unaweza inua mkono tukiwa pale. Huyu ndio director wa family values katika ofisi ya First Lady pale ikulu ya rais. Sasa nyinyi watu ya Narok mnataka nini na WilliamRuto? Si WilliamRuto amechunga nyinyi? Huyu ndio mwenye kupanga maneno yote ya kanisa hapo ikulu. Kukitokea maneno ilitoka zamani, shetani yaingie huko, kurudi pombe, kurudi nini, huyu ndio atajibu. Sasa nyinyi watu ya Narok, tafadhali muongee na huyu mtoto wenu. Mnajua tulifanya ibada kubwa sana hapo ikulu, kutoa mashetani na pepo mbaya. Sasa huyu mtoto wenu pale ikulu ya rais ndio kazi yake kupigana na shetani na pepo mbaya, huyu mtoto wenu. Kutoka hapo tuko na huyu mama wetu Ipato Surum. Ako wapi? Huyu mama, huyu rais amemteua kuwa chair ya FGM, anti-FGM, si ndio? Sasa simulikuwa mnalia watoto wenu hapa iko na shida, na hapa Kajiado na Samburu, nyinyi watu ya watoto wetu wasichana wakipata shida, mama huyu atajibu. Hii maneno tumerudisha mkononi mwenu. Rais anataka apange maneno yenu aende kazi nyingine. Huyu mama ndio mwenyewe ndio chair ya anti-FGM. Asante, pigieni makofi. Kutoka hapo tuko na Pamin Narikae, MD wa Kenya Industrial Estate. Ndio huyu. Huja hapa wakuone.
mambo ya viwanda dogo dogo, wale watu ya wanataka pesa ya kufungua industry kidogo kidogo, huyu apatie nyinyi pesa. Mkikosa kufungua viwanda dogo dogo, huyu ndio atajibu. Najua leo nataka tumalize kazi ya Narok hapa tukiondoka. Huyu pigieni ya makofi. Kutoka hapo tuko na Senewa Mesopil. Ako wapi huyu mama? Amefika ama bado? Tumeweka rais amemweka pale Nairobi River Commission. Hata kama iko Nairobi, ataongea na akina Saipan, mjue pahali mutaingilia. Kila pahali iko njia. Sasa ako pale anaakilisha hapo na kusaidia kazi ya kusafisha mito ya Nairobi. Kutoka hapo tuko na Charity Kisotu. Mama wetu. Ako wapi mama yule? Vice Chair wa Public Service Commission ya Kenya. Ile ya kuajiri watoto wapate kibarua katika serikali ya Kenya. Yule number 2 anakaa karibu na chairman ni huyu mama. Sasa nyinyi watu ya Narok, huyu mama simemuona? Pigie makofi. Ako pale. Sitaki kutangaza vile anaweza fanya. Sasa hata nyinyi mnaelewa. Wamewaingiza tayari? Endelea kuweka wengine, hakuna makosa. Anasema ameweka wengine, mwambie aongeze. Si aongeze ama siongeze? Haya. Kutoka hapo sitaki nimsimamishe huyu, sitaki aonekane sana. William Yampoi, Assistant Inspector General of Police, Commander Presidential Escort. Usalama wa rais na mimi na sisi sote iko mkononi ya mtoto wenu. Sasa nyinyi watu ya Narok, mlikuwa mnaenda kufanya nini kwa ile mzee ya kuzimia? Ati rais ameangalia usalama wake, wa deputy yake, ya familia yake, ameweka mikononi ya mtoto wenu. Kuna heshima ingine kubwa kuliko hiyo? Ameweka huyo. Ana leader rais pale, sitaki kusimamisha ati waone wamuone sana, yeye ako na kazi anafanya pale. Kutoka hapo katika bunge tuko na Gabriel Tongoyo. Kuja hapa Gabriel, ndio nipatie hao watu ya maneno. Wapi Tongoyo huyu? Mnamjua huyu? Huyu ndio chairman ya kamati ya utawala na usalama ya Kenya katika National Assembly. Hao wakubwa yote ya polisi akiwaita wanakuja wamekimbia. PS Internal Security kuja hapa. Professor Kithure Kindiki kuja ujibu maswali. Huyu ndio anasimamia mambo ya usalama na utawala katika Kenya katika bunge. Wewe Tongoyo, sasa watu hapa wakipata shida, wakose gari ya polisi, ng'ombe zao ziibiwe, biashara ziharibike, mtu ya kuulizwa ni huyu Gabriel Tongoyo. Sasa sisi na rais tumeondoka hapo. Tumepatia iko mkononi mwenu. Hapo iko sawa si sawa? Haya, kutoka hapo tuko na huyu Johana Ngeno. Huyu mtu ya Emerald Kir. Ako wapi huyu Gong? Huyu mtu mkubwa sana. Huyu ndio chairman ya kamati ya Housing and Public Works. Hii manyumba yote mnaona president akijenga ni huyu. Na wewe Ngeno ujue hata Yesu alianza Jerusalem. Si alianza Jerusalem? Sasa wewe panga manyumba haraka hapa Narok wapi? Hao wanunue manyumba, kila mtu alipe kidogo kidogo, nyumba ikuwe yake. Tumekubaliana? Mkikosa manyumba ya affordable housing, mtu ya kuulizwa ni huyu. Kaa chini. Wapi Aramatako wapi? Wapi Aramat? Wewe wacha mambo ya 50-50, kuja nitakasa kazi yako. Hiyo naingilia kazi ya wengine. Huyu Aramat huyu
ndio vice chairman ya kamati ya energy, mambo ya stima, ndio huyu nasimamia Kenya. Sasa hao wakikosa stima, mambo yao ikiharibika, ni huyu. Mambo ya geothermal, wale wa Masai wanalia bado pewa compensation yao, ni huyu. Muko sawa nyinyi? Ni huyu Aramat. Asante. Huyu gavana Tunai, hako wapi Tunai? Si mnapenda huyu mambo yake iko jikoni. Ive ama isive? Huyu gavana mambo yake iko jikoni. Na nyinyi mlituangusha. Huyu gavana angekuwa senator. Mkaenda kwa nyumba yetu, nyumba moja, kuweka watu wengi, tukagawa kura, mwingine akapitia katikati. Gavana Tunai angekuwa senator yetu. Kesho tafadhali tusigawe kura. Sasa kiti ilikuwa yetu, imeponyoka. Tumesimamisha watu wengi, mimi nataka, kiti yetu imeenda. Lakini rais, mambo ya huyu gavana iko jikoni na itaiva hivi karibuni, kwa hivyo mrelax. Ningetaka ni mjulishe tu mawaziri wawili, waziri moja, na pia nimesahau, iko PS wetu Julius Korel ya hapa Narok, hapa chini, huyu PS. Huyu pia ni mtoto wenu. Julius Korel ni Principal Secretary in charge of Cabinet Affairs pale kwa ofisi yangu. Mambo yote ya Kenya ya cabinet ya rais ikipitishwa, mwenye kuhakikisha ile imepitishwa imetekelezwa ni huyu Julius Korel. Kwa hivyo ile mambo yenu yote itapita, ikikosa kufuatiliwa, kuanzia ile rais atatangaza hapa, mwenye kufuatilia ni huyu. Ndio mtu yetu ya mkono. Rais akisema kitu anahakikisha imefanyika. Pigieni yeye makofi. Tukitaka kumjulisha kwa CS wetu, Minister wa masomo Ezekia Machogu, ndio huyo, mpigieni makofi. Na pia tuko na Principal Secretary wetu wa Medical Services katika Ministry of Health, anaitwa Bwana Tum, pigieni yeye makofi. Watu ya Narok, mambo yenu iko sawa ama iko sawa? Sasa mtakuja kusikiza ile mzee ya propaganda na fitina. Hiyo mzee akija, mumwambie arudi kwa maandamano. Huyu rais amepanga nyinyi na bado ameuda serikali 60-70%. Ile imebaki 35 hapo pia iko maneno yenu. Tukirudi siku ingine tutatangaza wengine. Na rais ameangalia nyinyi kwa sababu anampenda na anajua nyinyi ni watu ya kazi, na hao ameteua watamsaidia. Nikimalizia rais, ndio nikuite ukuje useme na watu ya Narok. Ndugu yangu mdogo Kimani Ichung'wah, asante sana. Mumekubali mchukue hii jukumu ya kung'ang'ana na hiyo mzee kutoka kwangu. Mimi nikae na rais tusukume maendeleo. Sasa wewe Kimani Ichung'wah na Dende na wale wengine akina Aramat, Tongoyo, ile group yetu ilimalizana na Azimio na ikamalizana na system na deep state, hakuna pahali imeenda. Sasa under the chairmanship of Kimani Ichung'wah, hiyo team wa musharaka, hiyo mzee sasa muanze kupelekana na yeye hapa kwa hapa, karibu hapa, bamba tu bamba, si ndio? Alafu rais na mimi na Honorable Musalia na Soipan na wengine tuende kwa kazi ya maendeleo. Ndio huyu mzee mkae hapo bamba tu bamba, msimkubalie kwa sababu anataka mambo ya handshake. Alisubua baba yake, alisubua baba ya Uhuru, si ndio? Baba yake alisubua baba ya Uhuru Kenyatta, yeye akasumbua Moi, akasumbua Kibaki, amechukua Uhuru amemweka kwa mtaro. Sasa mnataka aweke rais wetu kwa mtaro? Sasa ati anataka ati tuongee ati atafutiwe bahari. Sasa atatafutiwa wapi na hii kazi yote tumepatia nyinyi watu ya Narok? Kama mnataka akuje, mtuachie kiti moja, hata kama ni ya Soipan akae kando, tupatie hiyo mzee. Amutaki akae huko afanye kazi ya oversight, atukosoe pahali atuende vizuri. Lakini mambo ya handshake, rais, usikubali.
na kama utaona hiyo mzee ni sawa kwa sababu ni Mkenya. But you should only, Your Excellency, consider to have only one discussion na hiyo mzee, to discuss his exit from politics and permanent retirement from the politics of Kenya. That, Your Excellency, you have our support, you can have that discussion. Kwa hayo mengi nauliza kwa heshima tumkaribishe Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto.